Baada ya kisa cha mfanyabiashara na ulaghai wa shilingi bilioni 17 zake Njeri kutokea katika kaunti ya Mombasa, kisa hiki ambacho kimetajwa na kuongelewa sana katika vyombo vya habari leo kimechukua mkondo mpya baada ya Njeri kumtaja ambaye ni mbunge wa eneo bunge la Kapseret Oscar Sudi kama moja kati ya wahusika wakuu katika kisa hiki. Amedai kwamba Oscar Sudi ni moja kati ya watu ambao walikuwa katika dili ile ambayo serikali ilimgeuka Njeri na kuweza kumlaghai shilingi bilioni 17. Hii ni baada ya mahojiano yake na runinga ya Citizen TV. Njeri, the woman at the center of Kenya shillings 17 billion imported oil consignment, has had a new twist to the ongoing saga. Speaking to Citizen TV, the embattled businesswoman dragged the name of Kapseret MP Oscar Sudi into the now controversial oil deal. Njeri narrated how she held a series of meetings with key Kenya Kwanza Alliance leaders to secure her consignment. Energy CS Davis Chirchir heckled by UDA supporters in front of William Ruto in Bomet. The businesswoman said she met with Energy Cabinet Secretary Davis Chirchir and MP Oscar Sudi on November 8th at Chirchir's office. According to Njeri, she was introduced to the two leaders by a person identified as Jeremiah Serem, who assured her that the duo were in a position to help. Njeri claimed Serem allegedly informed her that Sudi was holding a briefing for the high office and was expected to report back the deliberations of the meeting. Now I shall quote her. The person I met first in Nairobi was Jeremiah Serem. In the evening we got an appointment to see Chirchir. We met Oscar Sudi in Chirchir's office. We were told Sudi was attending the meeting on behalf of the big office and he was supposed to give back the feedback. The businesswoman disclosed their meeting was tense after she informed them that the consignment was not hers. Okia Omtata and vastly mentioned CS Chirchir in Kenya shillings 17 billion oil scandal. Now quoting her again, 4 of us we talked, but there was tension the moment I said the fuel was not mine. When they said the fuel was under government to government deal, I told them I imported the cargo as a private importer, she said. Njeri further dismissed report that she was given government funds to import the Kenya shilling 17 billion fuel from Turkey. Being in the oil business for 33 years, the money was mine. I was not given by the government, she added. Ni kati ya mambo ambayo yamepata kuzua na kuleta mazungumzo mengi sana kwenye mitandao ya kijamii. Wakenya wakijiuliza maswali kadhaa ambayo bado hawajapata majibu. Maana serikali ilimlaumu na kuweza kuelekeza kidole cha lawama kudai ya kwamba Njeri ni mlaghai na hivyo kitita chote hicho cha pesa ambacho anadai alikuwa amekitumia kwa ajili ya kuweza kuyanunua mafuta yale kutokea katika nchi ya Uturuki na kuyaleta nchini Kenya ilikuwa ni uongo mtupu, na akadai ya kwamba Rais William Ruto ambaye ndiye mwakilishi wa the big office ambayo inatajwa alikuwa pia amehusika katika kisa kile, maana walikuwa wamemtuma mwakilishi wao akiwa ni mbunge wa eneo bunge la Kapseret Oscar Sudi kusimamia na kuweza kuwa kuhudhuria katika mkutano ule. So anasema serikali imemcheza, na baada ya kugundua asoa mafuta yale ni ya shilingi ngapi ndo maana walifanya vile. And speaking about it, inaaminika mafuta haya ambayo alikuwa ameyanunua Njeri alikuwa ayauze kwa shilingi kwa pesa ambazo mafuta hayapati kuuzwa katika Jamhuri ya Kenya, because she said that the oil was supposed to retail at 170 shillings per liter, ukilinganisha na mafuta ambayo kwa sasa yanauzwa kwa shilingi 200 per liter. Angekuwa ameipiga na kuiondoa serikali katika biashara hii ya mafuta. But as of right now, you know, the government is the government and you never mess with them.
Lasusap, kisa kinaendelea na stories zinaendelea kuandikwa na mengi yanaendelea kusemwa kuhusiana na hili. Wewe na kuuliza aswa, maoni yako ni yapi kulingana na biashara hii na kulingana na Njeri? Achia maoni yako kwenye comment section. Tuungane kwenye video zetu zijazo. Hii ni FM Show KE.